kesho nitaenda ibadani. Na kweli asubuhi umeoga, kujisafisha vizuri, kupiga perfume, kunyosha nguo zako vizuri, kwa sababu tayari ibada umeshaichukulia maamuzi kuanzia nini? Jana. Leo ulikuwa unazihirisha tu. Haleluya. Akatekeleza maamuzi kwamba sasa mimi nilikuwa mzinzi, nimeachana na uzinzi, naenda kutubu kwa Bwana. Mungu anipokee, Bwana nisamehe, niwe mpya tena sasa. Yale ya kale yamepita na sasa naanza mpya. Nakwambia rafiki yangu, utakapotubu leo, yale ya kale yatapita, yale ya kale yatapita, yale ya kale yatapita. Uongo utapita, uzinzi utapita, ushirati utapita, ugambo utapita, uchawi utapita, mapepo utapita, utabaki kuitwa mtumishi. Tulipo hapo tumezunguka na malaika. Kuna malaika wako, malaika huyu, malaika huyu, malaika huyu. Kuna malaika wengi sana. Haleluya. Amen. Kama siku wakisha wa malaika wanawakilisha mbinguni. Haleluya. Sio na mashaka ukiona mikono inaumia, acha. Amina. Lakini kama yumii, pigia Yesu makofi. Haleluya. Ila nikisema nipigie mimi, hata kama ukikaa kimya sio mbaya sana kwangu. Haleluya. Lakini napata wivu unaposhindwa kumpigia Yesu makofi kwa uzima aliyokupa, kwa uwezo aliyokufikisha hapa, kwa nguvu alizokupa, halafu nashindwa kumpigia Yesu makofi. Naumia roho inaumia, Roho Mtakatifu wako anafadhaika. Haleluya. Amen. Na kukumbusha tu, akasema, akaondoka mstari wa 20 katika Marko 15 kuanzia 11-24. Akasema kwamba mwanapotevu aliondoka na kuachana na hali yake ya dhambi. Mwenye dhambi baada ya kufanya uamuzi lazima aondoke kutoka dhambini mwake na kutekeleza uamuzi wake. Kwani